Imani ya Kristo ni kwa ajili ya wanenaji. Imani ni kwa ajili ya wanenaji. Imani sio kwa ajili ya kusikia tu. Kama umesikia neno la Kristo na umeliamini, ukaishia kuamini, doesn't work, halitafanya kazi. Kwa hiyo nini ufanye sasa ili neno la Mungu liweze kukupa matokeo baada ya kuliamini, baada ya kulisikia na kuliamini? Fahamu kuwa imani huja kwa kusikia neno la Kristo, neno la Kristo la maarifa. Imani huja kwa mtu kwa sababu amesikia neno la Kristo la maarifa. Na nimesema kwamba imani ni kwa ajili ya wanenaji. Imani sio kwa ajili ya kila mtu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba katika kitabu cha waraka wa pili kwa Korinto sura ya 13, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, aliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Kwa hiyo ukiamini, kama ilivyoandikwa. Imeandikwaje? Naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo sitaishia pale, kwa kuwa nimeamini, nimeokolewa katika nguvu za giza, ili niweze kuona matokeo, ili niweze kushinda au kukataa nguvu za giza, natakiwa kuzungumza, kunena kwamba nimeokolewa katika nguvu za giza na kuhamishwa katika nguvu za giza. Unapofanya hivi, maana yake unakataa, unapinga kila nguvu za giza zile zilizokamata maisha yako zikuachie kwa neno la Bwana. Neno la Mungu, Mungu huwa anatuma neno ili kumponya mtu na kumwokoa mtu, sawa sawa na neno la Zaburi 107, ulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo. Usiache kusikiliza neno, sikiliza neno, liamini neno na ulinene neno, kwa maana uponyaji wako, wokovu wako uko ndani ya neno la Mungu. Ribu Sayanta.